Umai nyote mnaniona, hata wenye TV wananiona ama hawanioni? Wananiona? Haya, nipunguze nini? Unisaidie kupunguza kama sionekane vizuri, na hapa panawezekana kuonekane. Muhimu ni hiyo. Haya, so ningependa tuendelee na kazi yetu. Tumefika Microsoft Word na tunataka kujikumbusha jinsi ya kufungua Microsoft Word. Tumesema jinsi ya kufungua Microsoft Word unafanya vipi? Unaenda kwenye desktop. Hebu tuendeni haraka tufungueni moja haraka. Unaenda kwenye desktop, baada kukupa safi, sio? Una right click. Unapo right click itakuja nini? Utaenda kwa new. Alafu kwenye new utaenda kwenye nini? Microsoft Word. Ukiklik hapo utapata document ya Microsoft Word, si ndio? Ukitaka kuandika jina unagusa popote, alafu unaenda rename. Unagusa popote mwanzo. Gusa popote. Alafu andika jaribu. Ima uende kwa rename, ama ikija ile blue unaandika kabisa hapo ndani, si ndio? Andika jina jaribu. Kufuta tulisema hii ndio backspace hii. Jaribu, andika neno jaribio. Tumeandika jaribio? Tuko pamoja? Gusa popote. Itakuwa imekuja wewe kama hujaandika jaribio mpaka sasa hivi. Gusa popote na hiyo imekuja. Hapo tunakumbuka, si ndio? Sasa leo nataka turudi kwetu kwenye Microsoft Word. Na natamani ningekuwa na gongo, lakini sina gongo la kuashiria. Ningekuwa na gongo ingekuwa vizuri. Okay. Twendeni kwenye ile yetu ya kompyuta. Ile yetu nataka tuingie hii ya kompyuta hii. Tuingie kwenye hii yetu ya kompyuta ile ya kitambo tumeandika. Double click. Tumesema kuingia ndani unafanya nini? Double click. Fungua mazingira. Tumekomea hapo. Kuna wengine wamefanya ziada. Hiyo ilikuwa sitaki muguse. Unajua nilisema rule number 1, usiende zaidi ya mwalimu. Unapoenda zaidi ya mwalimu utashindwa. Sasa nikusomeshe nini? Sasa mimi nitakusomesha nini na wewe ushaenda zaidi? Wewe unafungua na kutoka wewe. Mazingira. Tuko kwenye mazingira, tukaandika, sio? Tukaandika mazingira ni jambo muhimu sana kuzingatiwa. Mpaka hapo tunakumbuka, sio? Sasa leo nataka muangalie hapa kwenye kazi yetu. Ukitizama kwenye kazi yetu kuna jambo nataka muliangalie. Na waletea mwanafunzi wa 3, mwanafunzi wa online. Musimbul. Ikiwa itakubali hapa itakuwa ni vizuri zaidi. Yeno haionyeshi kwa vizuri. So tutamwachia pale kwake. Tumwachie tu hapa kwake. Haoni kupitia hapa. Okay. Tuendelee. Samahani. Mimi ndio baba, mimi ndio babu, na mimi ndio mjukuu. Umenielewa, si ndio?
So ufanye bidii muweze kujua hivi vitu, mkuje muwe mnatusaidia kompyuta nyingine isipate shida. Haya, sasa kuna kitu nataka muangalie kwenye kompyuta yako. Kuna hivi vitu viko juu kabisa. Soma ya kwanza imeandikwa nini? File. Ya pili? Ya tatu? Wewe mbona hamusemi? Insert. Ya nne? Draw. Ya tano? Design. Layout. Alafu reference. Alafu mailing and whatever. Sasa leo kitu nataka kuwafundisha ni kitu muhimu sana. Kwanza nataka niwafundishe kitu kinaitwa select stroke highlight. Select stroke highlight unafanya vipi? Unakwenda na mouse yako unaifikisha hapa kwenye hili neno mazingira, hapa mwisho hapa kwenye mazingira. Peleka mouse hapo, alafu u double click. Ukiclick mara moja pia itajiweka. Wewe hiyo mouse unamsaidia vipi? Kuna wale ambao kwamba walikuja klasi ya leo, wale waliingia klasi ya leo, muhakikishe mkuje siku zile za revision, na kule mlikokosa kuna vitu mmekosa kuhusu click and double click. Kuna wanafunzi mnakuja siku moja mnatoweka, mnakuja baada ya siku mbili, utapitwa na mengi, na sisi tutakuwa muda wenyewe hautoshwa kwa kurejelea vitu vya nyuma, si ndio? So mwanafunzi yote aliyoachwa nyuma awe anakuja revision atapata assistance, ama awe anakuja siku ya Alhamisi. Kuna wakati wa revision ambapo kwamba mwalimu anapatikana, siku nyingine mwalimu huwa hayuko. So enda hapa kwenye click. Umeenda click. Sasa sikiza, ukitaka ku highlight ama ku select unafinya ile click, hauachi, unaenda nayo mpaka mwisho wa lile neno kutoka upande huu wa kulia. Finya kuwa wewe unaniharibia wanafunzi walioko kwenye screen hapa. No, start afresh, rudi tena. Unajua unapopeleka mouse unatakikana uende straight, wala hautumii nguvu. Sawa? Unafinya mouse, unaenda nayo straight. Ukitetema itajiselect na huko. Sawa? Jaribu tena, gusa popote kwenye screen. Haya, rudi tena hapa. Wanafunzi wote mnafanya hivyo? Kuna mwanafunzi tumeacha nyuma? Rudi hapa. Rudi hapa kwenye kasa. Haya, umeselect nyote? Umeweza kuselect nyote? Ukiselect ukifika hapa haugusi chochote, unaiacha tu ile button. Unafinya, unaenda nayo mpaka hapa, alafu unaacha. Unaachia hivyo. Sawa sawa? Kila mtu amefanya hivyo? Kuna mtu tumemwacha nyuma? So baada ya kuwa umeselect, hakikisha iko hapa kwenye home. Home iko nyeupe. Home yako iko nyeupe? Iko nyeupe? Iko nyeupe? Jamaa hata kujibu mwezi. Iko hapa, iko selected. Ukitaka kujua home iko selected, utaona kuna hizi. Unaziona hizo? Kwako unaziona? Kila mtu tuko naye pamoja? Wewe tikia, kumbe na wewe hata huoni. So ukichunguza hapa kuna neno chini limeandikwa Calibri body. Mnaliona? Calibri body. Halafu hapo wewe unaiona gani wewe? Hiyo. Hapo kwenye Calibri body nataka uangalie kwa makini sana. Hapo kwenye Calibri body hapo juu kuna kisambusa. Unakiona kisambusa? Mnakiona kisambusa? Kimelala chini ama hamri? Arrow, whatever you call it. Iko hivi, unaiona? Hiyo je, inamaanisha nini kwenye kompyuta? Hiyo ukiona inamaanisha
kuna nyingi zaidi, niguse nitajitoa. Kama vile unapoletewa hamri na maanisha kuna nambazi zinakuja, si ndio? Kwa hiyo kwenye kompyuta ukiona sehemu kuna hii, inamaanisha kuna nyingi zaidi. Njoo na mouse usiklik hapo. Ukiklik utaona zimejitoa nyingi. Hizi hapa zinaitwa nini? Hizi zinaitwa font style. Zinaitwa font style. Nimesema uzione tu na usibofe kitu, step by step. Hizo zinaitwa font style. Kazi yake ni maandishi kama vile tunavyoandika. Kuna watu wengine wana hati tofauti tofauti. Hii ni style ya kuandika. Kuna za kulala, za kuinuka. Hizi zinaitwa font style. Na zinaenda kwa leta A, B, C, D. Unaona? Naanza hapa A, B, C, D. Sasa wewe peleka mouse yako kama hapa kwenye Algeria, peleka tu mouse bila kuselect. Peleka mouse Algerian. Ukifika hapo anza kuchezesha kiboli. Iko cha katikati. Usikifinye, kichezeshe tu. Utaanza kuona inashuka. Unaona inaanza kushuka? Unaona? Mbona mwitiki? Mkishangaa huwa mwitiki. Sasa nataka muende sehemu inaitwa Chila. Chila ni CH. Chila. Enda kwa Chila CH. Si kuna mtu anashuka chini, CH iko juu na yeye anashuka. Huyu mwenye kamera yangu hapa. Chila. Ukifika kwenye ABCD na hutaki izunguke sana, unaweza kugusia hii moja moja polepole. Unaweza kuja kwa hapa. Hello, kwa skrini pia mkwe mnaangalia. Wewe pia unaangalia na hapa. Ukiona umeenda mpaka umefika letter C na ndipo unapopataka. Na unaona ukigusa boli inaenda haraka haraka, unagusia tu kwa hapa. Inaenda slow motion. Hebu gusa kidogo hapa. Unaona inaenda slow motion, si ndio? Tafuta Chila. Tafuta Chila. Umepata Chila? Sasa tukumbukeni, tumewahi kuselect maneno kule. Yale maneno tuloselect hayajaachwa. Kwa chochote tunachokifanya hapa kitaathiri yale maneno kule. Sasa baba, chochote tunachokifanya hapa kinaenda kuathiri yale maneno tuliyoyaselect kule. Gusa Chila, click mara moja. Haya, angalia maandishi yako. Unaona mazingira ilivyokaa? Sio? Mumeona mazingira ilivyokaa? Imekaa ya maajabu. Imekaa. Hizi font style zina majina yake, kwa sababu kila aliyetengeneza alipeana na jina lake. Sawa? So mimi nataka uguse popote mwanzo, iondoke hiyo selection. Uguse popote, alafu select tena hiyo neno mazingira. Select hiyo mazingira. Wewe kuna mtu hapa ameselect vibaya, ikajiandika Maziraingi. Huyu wa huku kwangu huku. Ukiona umefanya vibaya, unaenda juu. Angalieni kwenye screen. Angalieni kwenye screen. Unaona hiki kidude hapa? Nakiona iko. Hii kinaitwa undo. Unapofanya kitu bahati mbaya unagusa hii, inakuregesha kule ulipotoka. Umekiona? Kinaitwa undo. Kinakufanyia kile kitu ambacho kwamba ulikuwa umeghafilika kufanya. So mazingira, kila mtu ameselect mazingira. Sasa mazingira, chagueni neno Calibri. Ipekeni kwenye style ya Calibri. Style ya Calibri. Calibri, Wewe huyu hapa najisahau. Ukumbuki pa style ni wapi? Sasa huyu anaangalia sambusa. Nimesema hapa kwenye haya majina, tulikuwa tuko kwenye hii jina hii. Unaona hii jina? Sasa hapa hii ndio sambusa yake ni ya hapa. Si huku ni kwingine. So ni hapa. Afanya. Kuna mtu tumemwacha nyuma sisi. Tumeenda Calibri. Tumeiona Calibri. Kila mtu ameselect. Calibri, kila mtu ameselect. Kila mtu amebofa ya Calibri. Hiyo ndo Calibri.
Sawa? So haya, click. Hiyo ndo maandishi yetu, hiyo ndo font style. Ziko nyingi. Kompyuta yetu wengine wanafanya hivi, kabla hawajaanza wanageuza kule, ili akianza kutype ana type kwa design nyingine. Mfano, mazingira ni jambo muhimu la kuzingatiwa. Mnakumbuka hapo? Endeni mstari wa 3. Endeni mstari wa 3. Unaenda ule mstari wa 2, alafu unabofya enter, unashuka chini. Enda mstari wa 2 mwisho. Aha, click hapo. Alafu bofya enter. Huko mstari wa 2 sasa, si ndio? Kwenye huo mstari wako wa 2 andika, kabla haujaandika nataka ufanye ujanja huu. Kabla haujaandika nataka ufanye ujanja huu. Geuza font, andika Algerian. Tafuta font style ya Algerian. Algerian. Click hiyo. Usha click? Kila mtu alienda ka click. Haya, andika ukataji wa miti. Andika ukataji wa miti. Ukataji wa miti. Unaona inakuja na style yake. Kwa sababu unajua kwa sababu gani imekuja na style yake? Wewe unasemaje wewe? Uko sawa? Hiyo design yake, yani hiyo yenyewe inakaa hivyo. Ukataji wa unaona? Kwa hiyo tuna njia mbili za kulia panya. Either uandike kawaida. Mnanisikia? Either uandike kawaida, halafu baadaye ufanye nini? Ubadilishe, ama ubadilishe kabla hujaandika. Zote mbili zinafanya nini? Zinafanya. Kuna huyu kijana hapa. Kijana simama. Kuja hapa. Mtaniruhusu nionyeshe watu mgongoni. Umeona hii? Kaa vizuri. Hii Abubakari hii ni style. Hii ni style. Ni tofauti na hii huku mbele, mbona kwa tofauti na hii sijui First Community Bank. FCB, First Community Bank, si ndio ama ni nini? Ni tofauti na hii First Community Bank, FCB. Ni tofauti. Na zote ni maandishi lakini style ni tofauti. Ona hii. Ona hii nyingine. Rozi. Unaiona hii Rozi? Unaiona? Na hao wenye kamera wapate waione. Rozi. Hii Rozi imeandikwa lakini imeandikwa na style tofauti. Tofauti na hii maneno yaliyokuwa hapa chini. Kwa hiyo mshaelewa kazi ya font style. Font style inaweza kutumika kama heading, inaweza kutumika sengine unataka kuandika nini hiyo kitabu chako na unataka jina la kitabu likae la design utengano, tumbo lisiloshiba, si ndio? Damu nyeusi. Umesoma vitabu hivyo? Zile zilikuwa zinaandikwa na style. Kuna style fulani zinakuwa zinaandikwa. Ndio maana ya font style. So, kuna mtu anauliza font style inayotumika ya kawaida kama staki hizi. Kama huyu Ali Junior. Wewe unaitwa Ali Junior? Ali Junior font style yake ni tofauti na iko hapa. Ni kama Algeria yao, si ndio? So font, kama hutaki kuweka styles, kama hutaki kutumia font style hizo, unaweza kutumia font style gani? Kama hutaki kutumia hizo font style, huwezi kwenda kwa jaji wewe unamwandikia maandishi hivyo. Unatuma barua kuomba kazi na umeandika kwa design ya Algerian ama ya Chila, habari zenu, mimi naomba kazi. Zinasomeka hizo. Font style rasmi tunaita Times New Roman. Times New Roman ndio font ya kuandikia vitabu, ndio font ya kuninio ya kuandikia barua kwa serikali,
So nataka zote hizi zibadilike kwa Times New Roman. Unafanya vipi? Unaenda kwanzia, nataka zote. Kwa hiyo unaenda kwanzia hii ya mti, unafinya, kisha unapanda nao juu. Kila ikipita mstari itambeba na mwenzake. Unapanda nao tu juu hivi. Unafinya, panda nao, hata si lazima kwenda nini hiyo kwa ukando. Anza chini, upande nayo mwanzo, kisha pale palipobakia unaenda hivi. Usikwame, ukiachilia ushakwama wewe. Anzia mwanzo upya. Pandia hapo. Ni bado mjapandia. Anzia chini. Anzia hiyo ya chini hapa. Ukataji wa miti hapo. Click hapa, haya finya. Finya, panda nayo. Wewe unafinya upande gani? Wewe haufinyi huko. Finya. Panda nayo kisha kuja hivi. Haya, imeselektika yote, si ndio? Haya, enda Times New Roman. Chagua Times New Roman hapo kwenye hiyo font style. Times New Roman. Ima iko hapo chini ama unaikuta huko chini. Ukienda ABCD mpaka kwenye T. Times New Roman. Ungekuwa utembeze na kiboli baba, ungeenda rakaraka na ushafundishwa kwenda na kiboli mpaka ufike hiyo RS, kisha ndo utaenda polepole. Kama umefika click. Kuna mtu hapa ananitafuta. Hajui baada ya S unaweza kwenda polepole. Aenda polepole, gusia hiyo ya kwenda polepole. Kwa hiyo sasa twende. Nitasema sharti langu ni mpaka kabla sijafundisha wanafunzi kwanza niwaangalie wanajua ABCD. Umepata Times New Roman? Finya, si lazima ufinye mara moja. Ukifinya tu hivi natembea. Hata ukifinya tu mara moja hivi, ngoja mwanzo. Hata ukifinya hivi itajitembeza bila kuacha. Sawa? Mtazoea tu na mtakuwa watu wazuri baadaye. Umeona ilivyokaa sahihi? Umeona ilivyokaa? Hiyo ndio Times New Roman. Hiyo ndio Times New Roman, ndio maandishi ya kutumia kwa Times New Roman. Sawa? So either ni hivi. Either kabla hujaandika, kuna watu wengine wanaweka gear ndo wanawasha Honda. Huko ameshika clutch kisha aondoke nayo. Mwingine anawasha Honda alafu anafanya nini? Ndio hii. So ikiwa wewe, kuna wengine wa kuweka gear ni wale ambao kwamba kwanza wanaweka Times New Roman, ashaweka yeye anaandika tu. Mwingine anajiandikia font yoyote, alafu baadaye ataselect zote, alafu atageuza font. Mnapenda ipi nyinyi? Ya kwanza ama ya pili? Kila mtu atoe sauti kufikiria fikira yake. Ya kwanza ama ya pili? Ya kwanza. Lazima wengine wako na sauti nyingine. Ya kwanza au ya pili? Si nyote mnakuwa na sauti moja. Nataka sauti mbili tofauti. Ya kwanza au ya pili? Kila mtu ako na vile anavyopenda yeye. Sawa? Kila mtu ako na vile anavyopenda yeye. Mimi mwenyewe huwa naandika, baadaye ndo nageuza styles. Sawa? Hii kwa hiyo kwenye home tumejifundisha hiki kijumba cha kwanza kazi yake. Kuna hiyo kijumba ya pili hapo iliyoandikwa namba. Hii baada hii kuna hii kijumba hii. Hiyo inaitwa font size. Inaitwa font size. Kazi yake kabla sijawaambia mnafanya nini. Hiyo kazi yake inafanya maandiko ama maandishi, inaitwa nini? Maandiko ama maandishi? Maandishi ama maandiko yanakuwa makubwa ama yanakuwa madogo. Sawa? So unafanya vipi? Unaiselect. Mfano example, wale ambao kwamba tunapeleka Honda alafu tunageuza, tunawasha Honda ndo tunageuza gear. Una select hiyo mazingira, select mazingira. Select neno mazingira only. Select mazingira. Haya, alafu enda hapa juu. Enda font size. Enda mpaka nambari 24.
enda mpaka nambari 24. Unafungua hapo, alafu unatembea na kiboli. Ukifika una click. Unaona mazingira yalipokuwa kubwa? Hiyo ndio jinsi ya kuandika maandishi yalikuwa makubwa. Sengine inahitajika unavyoandika uandike, mfano wewe unataka kumwambia mtu asikojoe kwenye ukuta wenu. Ukiandika maandishi madogo na mkojo umemshika, atayaona kweli? Inabidi ujaze karatasi mzima usikojoe. Ndio pale akiyaona anaona wewe, hiyo ndio 24 wewe. Wewe unanitafuta wewe. Okay. Hii inatumika hasa unapokuwa unaandika maandishi, wale unaoandika notes. Kichwa siku zote kinakuwa kikubwa, si ndio? Kwa hiyo ni lazima kichwa cha maandishi yako kiwe gani? Kiwe kikubwa, lakini kisiwe kikubwa sana mpaka unaonekana una wazimu. Hatunaandika kichwa barua ya kuomba kazi, nusu karatasi ndio kichwa hiko. Mimi na wewe siwezi kukuajiri wakati kichwa kenyewe kinakuwa na maandishi makubwa hivyo. Ama ati wewe kwa kuwa ati hupendi handwriting ndogo, ati unauza kitabu, wewe umeandika kitabu hiyo namba 24, kitabu peji 100 na maneno yenyewe hata yangeingia peji 10, utaonekana huna kisio. Swali litakuja, basi nambari ya sawa ni nambari kiasi gani? Nambari ya sawa ni nambari 11 hadi 12, ndio nambari ya sawa ya maandishi. Unapoenda kuomba kazi, unapoandika barua kwa serikali, unapoandika vitabu, aghalabu tafuta nambari ngapi? 12. Sawa sawa? Aghalabu tafuta nambari 12, ndiyo nambari ya sawa. Tumeelewana hapo? Wengine ukataji wa miti chini, enda kwenye ukataji wa miti, alafu mstari wa 4. Mstari wa 4. Baada ya hapo shuka chini. Yani wale ambao kwamba wanapenda kuanza na kugeuza gea, unaweza kwenda namba, hebu weka namba ya 48. Aya, andika sasa. Andika miti ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Miti ni muhimu sana. Unaona, miti ni muhimu sana, imekuja kwa ukubwa. Sasa kuna wengine wanapenda hivyo, yeye kama ni kichwa kwanza anakifanyia ukubwa wake kichwa, alafu anakiandikia. Lakini mimi nasema hiyo inakula muda, Wewe andika, baadaye utabadilisha. Pana kesi hapo? Hapana kesi. Andika, baadaye utabadilisha, kuliko ng'ang'ane wewe unaandika. Sasa sengine inatokea, sengine mtu ananipigia simu, wale ustadhi, kwangu panakuwa makubwa tu siku hizi, sijui kompyuta yangu ina shida gani. Unampelekea fundi anakuambia 2000, anakuambia hizi keyboard zako zimefinyika, ukifinya zinakuwa kubwa. Kumbe ni njia ya kukutafuna. Kuna mzee alisema simu yangu siku hizi hailiri tu, ni ile yenyewe. Akaambia ule waya wake wa kutoa sauti ile yake umekataa kubadilisha 2000. Kumbe ni ringtone tu ilikuwa inatakikana afanye nini? Ibadilishwe. So unapoandika yanaanza kuja makubwa, unafanya nini? Unaenda pale kwenye font size. Sawa? Sasa kuna nyingine hapo. Kuna hizi mbili kama unaziona hizi. Hizi nazo zina utamu wake. Ziko na utamu. Select hiyo miti ni muhimu sana. Select miti ni muhimu sana. Select yote. Kuna kiumbe naona anashauria kuselect. Komea hapo. Miti ni muhimu sana. Mumeselect? Sasa kuna wengine wao hawajui namba.
wanapenda waangalie, wasikilizie ule utamu wa ukubwa, nasema hii imetosha ukubwa ama hii haijatosha. Wingi wetu tuko hivyo, hasa Uswahilini. Uswahilini unakwenda unamwambia mtu kofia yako namba gani, anakwambia ngoja nipimishe, itakavyokaa kwenye kichwa ndo saizi yangu. Viatu watu hawaendi na namba, anatia mguuni, ikikaa vizuri hata kama namba 100 anachukua. Na basi kwa kuwa hawa watu wa kompyuta ni werevu, wakajua kuna binadamu hao. Kwa hiyo hapa ukisha kuselect, gusa hii A kubwa hii, gusia moja, kliki huko, finya, unaona inafanya nini? Inazidi kuwa kubwa, si ndio? Gusia huyo jirani yake huyo mwingine, gusia tena, endelea kugusia, usiondoshe hapo, gusia tu, gusia. Unamwona anafanya nini? Kuna viumbe wameenda kwingine, hamuzioni hizi mbili ni hizo. Msende ndogo sana mpaka mkakosa kuiona, alafu mkaanza kunambia mnaitafuta. So gusia ifike mpaka 11. Hapo. Kwa hiyo ndio inaitwa font size ya kuangalia na macho. Ziko mbili, unaona ile, lakini moja ni kubwa, moja ni dogo. Sawa sawa hapo, tumeelewana? Kuna mtu tumemwacha nyuma? Tunaendelea vizuri, tumewacha nyuma wale ambao kwamba hawakuja leo. Haya, tukitoka hapo nataka muangalie hii B kazi yake, mnanisikia? Hii B kazi yake ni kufanya nini? B inaitwa kukoleza wino. Waswahili wanaitwa kufanya nini? Kukoleza wino. Mtu yoyote akiwa klasi yetu inaisha saa 10, ukitokewa na dharura unaamka tu polepole. Sawa sawa? Nanyosha mkono na naambia mimi hapa pantosha. Anaipanda pantosha, anavuna pan nini? Pankwisha, si ndio? So kukoleza wino, ushawahi fanya mtihani alafu nasikia which one is not, alafu ile not imekolezwa wino, ama sijui nini except, ila imekolezwa. Wale wanaokwenda kotini, shamba hili nimenunua kwa umari, shamba lenyewe ni ekari nambari 1208/12 Kenya, utaona ile imekolezwa wino. Ili pale akienda kotini pale inaonekana ni hii. Inafanywaje hiyo? Nataka mwende kwenye neno jambo, muselect jambo peke yake. Umeiona jambo? Select tu neno jambo. Select jambo. Tuko hapo kwenye jambo. Kuna watu hapa wanaitafuta jambo na waikuti. Sasa wachana na hiyo, select muhimu. Nilikuwa nawaangalia tu. Select muhimu. Kuna mtu panamshinda? Paka hapo na unachia hivyo. Sasa hiyo muhimu, twende tukaikoleze wino. Ushai select muhimu, unakuja hapa, na kama mtu hajui kuselect, sahi hatuna asiyejua, na kama kuna mtu anatizama kwenye mitandao na hajui, aende kwenye zile za mwanzo. Enda kwenye hii click. Unaona sasa? Unaona ilipokolea wino? Hebu gusa kwingine popote. Utaona katika mazungumzo yako muhimu iko na rangi iliyokolea. Sio? Muhimu iko na rangi iliyokolezwa. Hii kukolezwa inatumika sana. Inatumika ili kutilia mkazo neno kwamba hili neno ni muhimu. Pia inatumika kwenye kichwa. So enda kwenye kichwa cha mazingira ukikoleze wino. Kwenye mazingira si ndo ni kichwa chetu? Unakikoleza wino.
Unagusa mara moja, ukigusa mara mbili itarudi kule ilipotoka. Tuko pamoja? Kwa hiyo kila mwanafunzi anajua kukoleza wino. Na unapoandika maandishi yako, mfano wenda mstari wa 5. Tuko mstari wa ngapi? Wa 5, si ndio? Wa 4. Haya, koleza wino mwanzo. Koleza wino ndo uandike. Andika ukipanda pantosha utavuna. Ukipanda, angalia herufi zako wewe ni kubwa zote, punguza hizo herufi ziwe ndogo. Unafanya vipi? Futa backspace yote mwanzo. Haya, andika caps lock, zima caps lock. Mmesahau kuzima caps lock. Caps lock zima hii. Haya, andika ukipanda pantosha. Bold imekolezwa wewe. Nimesema kolezeni mwanzo. Haya, andika ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Kuna mtu aje kuandika pankwisha huko? Utavuna pankwisha. Sasa kuna kitu nataka muwe makini nayo. Hii kazi yenu imekuwa mzuri sana, lakini usipo save kila hatua unatakana ukumbuke kusave. Lao stima itazima, hii kazi yako hautaipata. Kwa hiyo unatakana uklik save. Enda kwenye save, kwenye kile kidude cha kusave cha memory, hiki cha juu hapa unakigusia save. Hiki juu hapa, hiki kimemory juu kabisa huko. Usipofanya hivyo, lao itazima, kazi yako itapotea. Kazi yako itafanya nini? Itapotea. Saa nyingine kuna watu wanaandika mashairi. Unajua mashairi yanatoka moyoni. Unaandika maneno matamu, unalia, inazima stima. Ikiwaka maneno matamu hakuna tena, na kilio kilenda zake. Na ulimwambia bosi, baada ya dakika 5 nitakutumia hiyo barua. Bosi anakupigia anakuambia hiyo barua iko wapi? Naambia bosi, wewe hujui kinachoendelea wewe. Ilizima, anakuambia si ilizima, si sasa moto liregea. Sikusave. Imagine sasa wewe ulikuwa unaambiwa umpatie kila mtu pesa na uandike majina. Unamwandikia majina. Wamechukua pesa, umeandika majina, taa zimezima na hujasave. Ikiwaka iko 0 na huajui kwao kwa sababu majina hauna. Unaanza kutangaza msikitini, wale walichukua pesa waje waandike majina, waje waandike tena majina. Walichukua pesa za mkopo. Watakuja hao. Ndio maana kuna umuhimu wa kusave kazi. Kuna umuhimu wa kufanya nini? Wa kusave kazi. Tuko pamoja? So tukimalizia, naona watu wa pantosha wanaangalia, wanasema pantosha bwana. Tuko na dakika 8 za kumalizia. So kuna ya pili. Sasa kuna watu wakisha kuandika hivi, imagine unaandika, ukishtukizia unaona zinakolea wino. Unasema hai, mbona zinakolea wino? Unatakana upige jicho huko. Ukiona kuna bold, unaselect, unaitoa bold. Unaselect, unaitoa bold, select, uitoe. Ukipanda pantosha unaitoa bold. Bold ni kuselect alafu kugusa kule bold. Endelea kuandika. Ukitaka kuandika bold nakwambia umenitoa kule kwenye select, lakini bado niko moyoni kwako. Kwa hiyo mpaka mtoe tena. Unapoandika tena hapa, hebu bofa space bar, bofa ile button kubwa ya keyboard, space bar ya nafasi kwenye keyboard, ili itoke nafasi hapa. Gusa. Kuna mtu agusi. Unaona bold labda iko, hebu andika ala. Hao wametoa. Kuna wengine naona inaendelea. Ama ulikuwa mshatoa? Saa nyingine basi ukiona inaendelea kwa nini mpaka uitoe ile bold kabla hujaendelea kuandika. So kuna hii nyingine. Kuna hii nyingine hapa. Ya pili.
nataka nimalize hizi mbili, itakuwa pantosha. Haya, kuna hii I imelala, ile tunaita italicize. Italicize. Italicize Kiswahili tunaita mlato. Na kama sivyo shauri zao, bora tuseme. Wewe kuna huo mguu unataka kutoa waya zizivi, wewe unanitafuta wewe. Ama ulikuwa unafanya nini? Uchunge usipigwe na shoti. Okay, mlato sisi tunaita mlato, kama sivyo shauri zao. Mlato ni ya kulala. Yaani yale maandishi yanalala. Mfano, select neno kuzingatiwa, ulifanyie mlato. Neno kuzingatiwa, select hilo, ulifanyie mlato. Tunaona vizuri sahi? Unaona limefanyika nini? Limelala. Limelala. Kwa sababu gani limelala? Hello, mnanisikia? Na mnajua kwa sababu gani leo mmekuja hapa? Tulisoma factors to consider when installing computer labs, ndio? Tukasema namba, tunaangalia idadi ya watu, si ndio? Number of users and number of computer. Tulipoona watu wamekuwa wengi, tukaona ile sehemu haikubali tena. Mwalimu wa kompyuta anafuata zile sheria vile zinavyoenda. Ningekuwa na wakaba, ningekuwa nimezimia pale kwa joto, na nafasi ingekuwa hitoshi. Kwa hiyo na wakija wengine wengi tunawapeleka hall kule. Wakija watu 2000 wanataka kusoma kompyuta, inabidi tuchukue nidhamia hall tuifanyie kwamba ndio sehemu ya kusomea kompyuta. You consider number. So tukimaliza hiyo, wale waliosoma samahani, kuna wengine wa madrasa lakini kuna wengine walienda shule. Kuna watu walisoma biology. Kijana nasikia unakalia ninio. Ukimaliza tusitufanyie sherehe mwenzetu. Unamaliza form 4? Ama unamaliza nini? Ama unamaliza sijui JCC nini hiyo? Unamaliza kidato cha 4 ama unafunza? Umemaliza hiyo? Angekuwa basi wiki iliyopita, ishapita. Nimeona utamaliza kesho, tungekufanyia kasherehe kidogo. Tulikuwa tunamwangalia yeye. Okay. So okay. So kule kwenye biology utaona kuna sharti wameweka. Sharti yenyewe ni ikiwa unaandika animal jina yake in Latin na kadhalika. Wale waliosoma hizo Homo sapiens, ile unapoandika unapo type wanasema you italicize, lazima uandike in italic. Wale waliosoma biology under kitu tunaita classification, lazima uandike in italics. And when handwritten, kama unaandika kwa mkono, una underline separately between family and species, si ndio? Mimi shida yangu nimesoma kila kitu. Najua kila kitu mimi. Hiyo ndio tatizo. Si haba, alhamdulillah. Najua kila kitu mimi. Okay. Mara wanajishtukizana nimekuwa mwalimu wa sayansi na mimi si mwalimu wa sayansi. Turudini huku. Kwa hiyo unapotaka kuandika mambo kama hayo, kuna wale wanaandika mashairi pia sengine wanatumia hii. Haya, tumalizie. Hii you unaona na chini pale inaitwa underline. Underline, mstari wa chini wa neno. Mstari wa chini wa neno. Sisi unapoandika kitabuni huwa unapiga mstari kwa rula. Sisi hatuna wakati wa rula na tuko na kompyuta. Tuna underline. Click mazingira, select mazingira. Mazingira ya kwanza ya kichwa. Select mazingira. Halafu enda kwenye hii u. Ukikliki hapo, ukikliki mara moja, utaona kumekaa mstari chini. Sawa? Na hapo kwenye mstari ukichunguza kuna sambusa ama hamri. Linamaanisha nini? Mimi mwenye mstari
ina mistari mengi. Hebu gusa hiyo hamri, gusa iko kaalama, unaona mistari yake ni mengi. Yote hiyo ni mistari, na unaweza chagua rangi pia. Chagua mstari wote, kisha unaweza chagua rangi. Hapa kwenye underline color unachagua rangi, mfano nyekundu. Hapa nyekundu, kuna nyinyi mnaanza vizuri alafu mnamchenisha juu, mtakula mateke. Okay, you come here, you underline rangi, click hiyo. Si hata huwa mnafanya hivyo skuli? Haiwezi kufanyika mpaka mselect bwana, mshaachia selection alafu mnataka kufanya miujiza yenu. Enda underline color, chagua nyekundu ama ile unayopenda nyinyi. Hata vitabuni si mnafanya hivyo? Huwa mnaandika alafu mnaweka mstari mnaopenda. Hapo pia enda tena hapo kwenye underline. Aya, malizia nionyeshe. Hapo kwa underline, si bado umeselect? Si ndio bado umeselect? Enda hapa underline. Hiyo sambusa yake. Aya, click hapo. Aya, click. Alafu njoo hapa more underlines. More underlines. Click hapo. Haya, hapa kuna maelezo mengine ambapo kwamba nyinyi hayawahusu. Funga. Mkikuwa mtayajua, funga. Nawekea hivyo kwa sababu wengine wanaweza kubofa kitu ukajikuta uko huko. Funga wewe huko. Wewe kuna nyinyi mfungi, mimi nawaona kwa ukutani. Haya, mimi nawaona na hapo. Hizi kompyuta hizi zote wanaziona pale kwa ile nini. So hiyo ndo underline. Na underline si lazima kwenye kichwa. Si lazima kwenye kichwa. Angalia jambo, enda kwenye utavuna, elekea kwenye neno utavuna. Enda utavuna. Select neno utavuna, underline. 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 Click. Kuna mtu hapa anashindwa ku underline na ku click. Uko na shida gani huko? Labda ishakuwa underline na wewe tu ndo huone. Hebu samahani, utavuna sio? Iko underline hiyo. Uioni tu, maybe underline color yako umeweka color ambayo kwamba haionekani. Umechagua underline nyembamba lakini iko. Haya, kuna mtu anauliza, kabla sijamaliza maneno yangu, kuna mtu anauliza, leo ni tumesoma hizi. Wewe Jumapili msikose inshallah kuja. Kuna mtu anauliza maswali. Swali la kwanza linaulizwa ni hili. Wanasema, mbona tunaona kuna vijidude dude? Unaona maandishi yenu mengine kuna na vijidude dude? Hiyo ni ikiwa kompyuta yako imesetiwa kwa lugha ya Kiingereza. Inakwambia kuna makosa, hawaelewi, wanaelewa Kizungu. Kwa hiyo wanasema, mbona Kizungu chako ni cha kirongorongo? Ndio wanakuwekea kia mistari, lakini ukiprint hayaoneshi. Tutakapo kutype Kizungu taona hiyo mistari itapotea. Wewe shughuluni yenu haina lugha ya Kiingereza, mnaandika tu kwa nini. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, hiyo mistari mnaona hapo chini. Sawa? Hiyo vijistari unapo print hakui. Sasa kuna shortcut. Shortcut, angalia, moja katika shortcut, click miti ni muhimu. Click neno miti muhimu. Hizi shortcut si faradhi, lakini naweza kuwaonyesha kama kibaini. Miti ni muhimu sana. Click yote hiyo. Umesema unatoka kutoka huku wewe. Miti ni muhimu, si wewe. Nasema huyu wa huku. Miti ni muhimu sana. Kuna watu wana select vituko. Miti ni muhimu sana wewe.
Mumeselect yote. Sasa kuna ujanja. Huu ujanja ni wale watu wanaitwa mapro. Pro ni watu ambao kwamba katika nyinyi kuna watu watakuwa wanajua kompyuta. Watasoma hapa lakini watakuja kujua kompyuta ndani na nje. Wanaitwa mapro. Si maprofesa, wanaitwa mapro. Na sijui ukubwa wake ni nini. Hata kuna mtu kwanza namtafuta anaitwa Muhammad Abdalla. Ni nani? Huwa ana reply kwenye group. Ni wewe? Simama. Huyu ni katika wanafunzi the most active. Salim I know you. Hawa wawili peke yao ndo kama ndo wako kwenye group. Wengine wote wamekufa. Yaani kwenye group nikisema kitu hakujibiwi. Unaitwa nani kwenye group? Ulijibu siku moja labda ukapotelea hivyo. Mtu sometimes tunaongelea, nilipeana kazi ile ya computer into binary. Viumbe wa kufanya na wako wanaitikia tuseme mashallah. Kwa kuombeana dua. Mmekuwa kama misikiti, mnaombea watu tu dua, lakini nyinyi hamchangii. Mashallah, kazi mzuri. Changieni. Tukipeana kazi, I was looking for this. Kidogo anatuchangamsha. Masomo yako nini? Mu activate ile ndio tutaanza kuzoeana. Sasa nilikuwa nawaregesha hapa. Miti ni muhimu. Bofa control kidude cha control. Mnakumbuka? Control CTRL hiki. Finya hiyo siache, iko hapa. Nikikwambia bofa ni huku, nikikwambia click ndio huku. Bofa ishikwe na mouse. Finya control. Finya wewe. Control iguswe na mouse. Na hapa sijakutuma unigusie. Wewe unatumia hii. Control ni hii hapa. Finya control. Usiwache Kila mtu amefinya control. Wewe mbona wewe ufinyi unamwachia mwenzako mpaka anaogopa. Nyi wawili mnaona? Junior. Mnaona? Are you seeing? Finya control. Bofa control B. Gusa B sahi. Gusa B. Gusa ukiangalia kwenye screen. Mmemgusia nyinyi. Ulikuwa control. Haya, control alafu finya B, usiache control. Utaona imekuja bold. Nyinyi umeona huko? Imekuja nini? Bold. Hiyo unaweza hifadhi kwenye akili kama utaki kwenda ile direct. Hii computer unaweza kwenda bila keyboard, bila mouse. Bofa control I. Control I. Imelala. Si ndio? Bofa control U. Imepiga mstari chini. Hizo ni za mapro. Mimi ninazo zote hapa. Wewe usiguse control wewe unajigusia wewe. Haya, bofa control X. Bofa control X hapa. Bofeni control A mwanzo. Control A. Control A nyote. Mshagusa control A. Gusa control A. Mshagusa control A. Haya, control X. Hiyo ndo faida ya udarai. Ukijifanya mdarai unajibofia tu ABCD hapo, utakuja unupoteze. Haya, control V. Na bahati zimerudi. Okay. Sasa nataka tukomee hapo. Now nataka nimalize class officially. Class imeenda vizuri. By now mwanafunzi ikiwa unanifuatilia kwenye mitandao ama unakuja darasani kwangu, hii ndio darasa tutakuwa tunatumia. Sawa? Hii ndio darasa tutakuwa tunatumia. Rules zetu, wale wageni ni lazima mwafundishe sheria za computer lab. Mambo ya kuja kugusa computer si ulokuwa asai. Nataka kila mwanafunzi akae kwenye computer aliyopatiwa. Na akija kufanya revision afanyie computer hiyo. Sawa? Si mmekwenda kwa sababu computer mtu ikivunjika mouse mnalipa. Mkivunja keyboard mnafanya nini?
mnalipa as a group. Nimesema mnalipa. Ndio mtasaidiana. Mkigusa hello. Ikiwaka moto na mimi siko, unalipa. Sawa? Bora tu nikija kuwasha nione haiwaki. Sitaki kujua mimi sijawahi kuja kwanza siku ile. Wewe ambie grupu yako, msiwe kimbele mbele nani. Hii ina control uwajibikaji. Ina control uwajibikaji. Lazima tukue responsible. Kuna mtu atakuja, kuna wale ambao kwamba wako serious, kisha kuna wengine anakuja anapofa nazima, anawasha huko anazima, tutapata hasara. Lakini haimaanishi lazima ziharibike. Si mnakuja na hajaharibika, si mnakuja kufanya revision. Sijakataja kufanya revision, na wakumbusha uwajibikaji. Sawa? Kama nyinyi mna computer haiwezi kuharibika kama wewe unaitumia vizuri. Si umekuja na chupa ya maji imeingia maji, halafu unasema okay. So now tuna save kazi yetu, tunafunga kulingana na sai mwanafunzi awe anajua kuwasha kompyuta, kuconnect kompyuta, kufungua file na kuweza kuandika, style kujua kubadilisha anajua, size kubadilisha anajua, bold, italicize na underline anaweza kufanya. Kwa sababu kwenye exam, kwenye exam mtafanya exam mwisho wake. Kwenye exam utapatiwa maelekezo, utaambiwa hiyo mazingira ifanye bold, underline, italicize into chiller, style chiller, number 24. Acha mwingine anasema hii mambo mbona mimi sijaelewa. Hivyo zote mwe mnaelewa. Fungeni kazi yenu, mnaenda X, ile X ndio ya kufunga ule X. Baada ya kufunga kazi yako una bofa Windows, unaigusia Windows, naenda kwenye Windows, una click ile ya kuzimia, alafu una shut down. Okay, tuko na official revision Thursday. Alhamisi watu wanakuja kufanya revision. Alhamisi ni siku ya revision. Alhamisi ni siku ya revision ya kwanza hiyo.